Nikukaribishe katika sehemu ya pili ya makala yetu ya uongozi, na sehemu ya kwanza nimetoa tafsiri fupi tu kuhusu neno uongozi, lakini sikutoa maana halisi. Sasa hivi nitachukua neno uongozi kwa maana ile ambayo ni pana. Kwa sababu kipande cha kwanza, sehemu ya kwanza, nimezungumzia habari ya kuitafsiri uongozi, kutafsiri uongozi kama cheo, ila nimetafsiri uongozi kama nafasi, uwezo wa kuleta mabadiliko chanya katika jamii yako, uwezo wa kushawishi watu kufikia kusudi na kutenda mambo kwa hiari, uwezo wa kuwafanya wakufuate pasipo kutumia nguvu. Hii ndiyo nimechukua tafsiri ya kwamba tusijenge dhana ya uongozi kama cheo, na nikasema watu wengi hufikiri kwamba uongozi huanza pale wanapopewa cheo, na nikasema cheo kinaweza kupatia nafasi ya kuwa mtawala, ila kisikufanye kuwa kiongozi. Cheo kinaweza kukupatia nafasi ya kuwa mtawala, lakini kisikufanye kuwa kiongozi. Na nikasema uongozi wa kweli huonekana pale ambapo watu wanakufuata kwa hiari, kwa hiari yao, pigia mstari, si kwa kuwalazimisha. Watakufuata kwa hiari kwa sababu wanakuamini. Jambo la kwanza, wanakuamini, wanakuheshimu, na heshima haiji kwa lazima. Umetengeneza heshima, hutengenezwa na namna unavyo treat watu, namna unavyoishi na watu, namna matendo yako na tabia yako inavyotafsiriwa na jamii yako. Sasa unaanza kuelewa kwamba si jambo dogo, ni jambo pana sana. Watu watafuata kile wanachoona wewe unakifanya. Kwa usitafsiri neno uongozi kama cheo pekee. Na cheo kupatia nafasi ya kuongoza, lakini tabia hukupatia ruhusa ya kuendelea kuongoza. Ili unatakiwa kulielewa. Hebu tuangalie kwa maana ya uongozi ni nini kwenye kamusi. Nasema uongozi ni uwezo wa kuelekeza, kuhamasisha, kuathiri watu ili wafikie lengo moja kwa hiari na uwajibikaji. Uongozi ni uwezo wa kuelekeza, kuhamasisha na kuathiri watu ili wafikie lengo moja kwa hiari na kwa uwajibikaji. Hii ndiyo neno uongozi. Yaani katika tafsiri zangu utaona neno hiari ya watu. Katika neno nalosema utagundua kwamba ninarudia neno hili kwamba hiari, kwamba sasa unaelewa kwamba uongozi unabebwa na ushawishi. Unapokuwa na ushawishi kwa watu, hauhitaji kutumia nguvu. Unapokuwa na ushawishi kwa watu, hauhitaji kutumia energy. Hauhitaji kuwasomea mafungu ya laana, kuwapa nukuu za kuwatisha na kuwaogofya ili wakufuate. Uhitaji kuwasomea albadili, Qur'ani tukufu ili ndio wakufuate. Yaani uongozi ni dhima, ni namna wewe unavyoishi, unavyojitengeneza, ulivyo na unavyo, kile watu wanachokisoma kwako na heshima iliyojengwa kulingana na maisha yako, ile nafasi yako kwa jamii, ndiyo nguvu ya ushawishi wako kwao. Haiji kwa bahati mbaya.
haiji mara moja accidentally, no. Kumbe utagundua ni kitu ambacho kinaanza taratibu kwa kadri ambavyo ulipata nafasi ya kuwa katika jamii fulani. Na ndio maana kuna mtu mmoja anaweza katika jamii fulani asikubalike, lakini alipoondoka jamii hiyo, kulingana na namna maisha yake alivyokuwa, akaenda kutengeneza aina nyingine na muonekano mwingine wa sura nyingine ya maisha mapya kwenye jamii mpya, akatengeneza ushawishi na ukubali kwa watu hao. Lakini jamii nyingine haimkubali. Nguvu na uwezo wa ushawishi. Hii ni sehemu ya pili. Kiongozi mzuri lazima uwe na maono, uwe na maadili. Uwe na maono, uwe na maadili. Lazima ujue kwamba ni wapi ulipo, wapi ulipotoka, wapi unataka kwenda. Wewe umepata dhamana ya kuwaongoza watu, lazima ujue ni wapi wanaenda kama kiongozi. Lakini uwe na uwajibikaji. Kiongozi si wa kusema tu na kutoa kwamba fanyeni. No, kiongozi unatakiwa wewe uwe mstari wa mbele katika utekelezaji wa mipango. Umesimamia kikao, umesimamia mikakati na mipango, umekuwa na agenda fulani ambazo huenda ni mipango ya mikakati ya kiuchumi, project na kadhalika. Wewe unatakiwa uwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba unaingia katika utekelezaji. Kiongozi, wewe unatakiwa uwe wa kwanza kuonyesha kwamba unatambua nafasi yako na wajibu wako na dhamana uliopewa. Maana wapo watu wengi ambao wangeliweza kuwa na nafasi hiyo ambayo uko nayo. Usiwe na kiburi, usipandishe mabega, usijiinue, usifikiri kwamba hapo utadumu milele. Rafiki yangu, wako wengi ambao wangeweza kusimamia nafasi ulionayo na wakafanya kwa ustadi wenda kuliko wewe. Usitumie hii nafasi kama fimbo kuumiza watu wengine. Kiongozi lazima uwe na nguvu ya ushawishi ya kuwafanya watu watende kile kilicho kusudi kwa hiari. Lakini unatakiwa uwe na uwezo wa kusikiliza wengine. Toa nafasi ya kusikiliza watu. Usio wewe ndiye mzungumzaji mkuu na final say kwa kila jambo. Jamii itakuona wewe ni dikteta. Watu unaoongoza hawatakuamini, hawatakuelewa. Wataona wewe sasa ndiye ambaye unaamini mawazo yako umewadharau. Toa nafasi ya kusikiliza wengine. Waache waseme. Kusanya mawazo. Nukuu mahali. Katika mazungumzo yako unapokuwa ukikutana nao, rudia yale ambayo waliyasema. Ikiwezekana taja kwa majina. Nilipokea mchango fulani katika hotuba fulani iliyopita, kikao fulani, ajenda fulani. Nilipokea mawazo ya watu 2, 3, fulani na fulani, mlisema hivi. Waone kwamba huo unayachukua. Lakini katika utekelezaji lazima uhakikishe yale mambo ambayo yatatuletea manufaa chanya. Lakini watu wanahitaji kusikilizwa. Na sifa ya kiongozi mzuri, lazima usikilize watu. Jitahidi kujenga watu badala ya kujijenga mwenyewe. Kiongozi mzuri lazima uhakikishe unawajenga wengine. Hapa kwenye kujenga wengine ni kuna uwezekano wa kuchukua nafasi ya ujenzi wa kimaadili ya kijamii, ujenzi wa kiakili na ujenzi wa kiroho. Na ndio maana tunatafuta kiongozi mwenye hofu ya Mungu. Na nimesema kwamba hili somo litaenda taratibu ili tuweze kuelewana. Dakika hizi ambazo nimezitumia kuzungumzia haya ni kukaribisha sasa katika sehemu ya 3. Umekuwa nami katika sehemu ya 2. Pata wasaa wa kusikiliza na kujenga
hoja na kuyachukua, lakini tukutane katika makala